nzito ilipiga mapaa ya nyumba za kijiji kilichosahaulika, huku upepo ukivuma kwa milio ya ajabu iliyofanana na vilio vya watu wanaoteseka. Katikati ya giza hilo, lilirembeta kanisa la kivuli, jengo la kale la mawe yaliyoota mwani ambalo hata mbwa wa kijijini walihofia kulibwekea. Simulizi za wazee zilisema kuwa miongo kadhaa iliyopita, Sister Agatha alikatisha uhai wake ndani ya madhabahu hayo. Tangu hapo, kanisa liligeuka kuwa kaburi la sauti zisizoeleweka. Hakuna mwanakijiji aliyethubutu hata kutazama upande huo, jua likishazama. Ujasiri wa Musa. Lakini Musa hakuwa kama wengine. Alikuwa kijana mwenye kiu ya ukweli, akiamini kuwa hofu ni zao la fikra tu. Akiwa na tochi mkononi na kamera kifuani, alielekea kwenye milango ya kanisa saa 6 kamili usiku. Alipofika, ukimya wa ghafla ulitanda, ukimeza hata sauti ya mvua. Bila kuguswa na mkono wa binadamu, mlango mzito wa mbao ulianza kulia, ukijifungua polepole kama kinywa cha mnyama mkubwa aliyekuwa na njaa. Musa alimeza mate, moyo ukimdunda kama ngoma ya kishindo, lakini akapiga hatua ya kwanza kuingia ndani. Harufu ya kifo na sala